Rais wa Marekani Donald Trump amesema atalichukulia hatua za kisheria gazeti la New York Times ambalo limeripoti katika uchambuzi wake kuhusu namna Marekani na Israel zilivyoshindwa katika uwanja wa vita dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani amesema kuwa atachukua hatua za kisheria kwa sababu gazeti hilo limeripoti mambo yasiyokuwa ya ukweli kwamba Marekani imeshindwa vita dhidi ya Iran. Rais huyo amethibitisha kwamba uchambuzi kuhusu malengo na matokeo ya vita vya Iran na kuyataja yaliyoandikwa na gazeti hilo kuwa ni ya uhaini mtupu. Mlipuko uliochochewa na makala iliyochapishwa Jumapili na ripota Neil Farquhar chini ya kichwa cha habari ni nini kilibadilika baada ya karibu miezi minne ya vita. Wachambuzi hawasemi mengi. Katika kipande hicho, Farquhar aliandika kwamba wakosoaji walikuwa wakionyesha kushangazwa juu ya kile ambacho vita viliweza kubadili, akisema kwamba vita wala makubaliano hayakumaliza vitisho vikuu kutoka kwa Iran. Pia alimnukuu Caitlin Talmadge, profesa wa taasisi ya teknolojia ya Massachusetts aliyebobea katika masuala ya usalama ya Ghuba ya Uajemi, ambaye alisema mkataba wa maelewano uliofikiwa wiki iliyopita kati ya Washington na Tehran ulitokana na ukweli kwamba Marekani ilipunguza zaidi kuliko ilivyoweza kutafuna. Trump alijibu katika mfululizo wa machapisho ya hasira kwenye mtandao wake wa Truth Social Jumapili. Aliliita gazeti hilo kwamba ni gazeti ambalo ni la rushwa na lililoshindwa na kudai kuwa kampeni ya Marekani na Israel imelemaza uwezo wa kijeshi wa Iran, imeondoa uongozi wake mara mbili na kuharibu uchumi wake. Hata hivyo, amezungumzia kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz ambao anasema sasa mambo yamebadilika na waoga wala rushwa na wasiokuwa na maadili wanazungumza mambo zaidi yasiokuwa na ukweli. Rais huyo alifuatia chapisho lingine la kushitumu gazeti hilo kwa kuripoti kwa njia ya ukweli usiokuwa wa haki na kuunda ukweli ambao hauna vyanzo vya uhakika na kwamba huo uliofanywa na gazeti hilo ni uhaini. Rais huyo wa Marekani alisema gazeti hilo limekuwa likiongeza taarifa zao zote za uongo na kejeli kwenye kesi yetu ya mabilioni ya dola dhidi yao. Ni wahalifu, Trump alisema. Matamshi ya Trump yanarejelea kesi inayoendelea ya dola bilioni 15 ya kashfa aliyolifungulia gazeti la New York Times mwaka 2015. Kesi hiyo inalishutumu gazeti hilo, waandishi wake wanne na mchapishaji Penguin alikanusha taarifa ya Trump kuhusu biashara yake na kupotosha taarifa ya Trump kuhusu biashara yake na familia yake, kuharibu kampeni yake ya urais mwaka 2024. Trump alidai kuwa gazeti hilo limekuwa msemaji kamili wa chama cha demokrasia na amesema kesi hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi za kurejesha uadilifu kwa uandishi wa habari. Gazeti la New York Times lilikataa madai hayo likisema kesi hiyo haina mashiko na ilifikia jaribio la kukandamiza uandishi wa habari huru. Gazeti hilo lilisema litaendelea kuripoti bila woga wala upendeleo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atalichukulia hatua za kisheria gazeti la New York Times ambalo limeripoti katika uchambuzi wake kuhusu namna Marekani na Israel zilivyoshindwa katika uwanja wa vita dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani amesema kuwa atachukua hatua za kisheria kwa sababu gazeti hilo limeripoti mambo yasiyokuwa ya ukweli kwamba Marekani imeshindwa vita dhidi ya Iran. Rais huyo amethibitisha kwamba uchambuzi kuhusu malengo na matokeo ya vita vya Iran na kuyataja yaliyoandikwa na gazeti hilo kuwa ni ya uhaini mtupu. Mlipuko uliochochewa na makala iliyochapishwa Jumapili na ripota Neil Farquhar chini ya kichwa cha habari ni nini kilibadilika baada ya karibu miezi minne ya vita. Wachambuzi hawasemi mengi. Katika kipande hicho, Farquhar aliandika kwamba wakosoaji walikuwa wakionyesha kushangazwa juu ya kile ambacho vita viliweza kubadili, akisema kwamba vita wala makubaliano hayakumaliza vitisho vikuu kutoka kwa Iran. Pia alimnukuu Caitlin Talmadge, profesa wa taasisi ya teknolojia ya Massachusetts aliyebobea katika masuala ya usalama ya Ghuba ya Uajemi, ambaye alisema mkataba wa maelewano uliofikiwa wiki iliyopita kati ya Washington na Tehran ulitokana na ukweli kwamba Marekani ilipunguza zaidi kuliko ilivyoweza kutafuna. Trump alijibu katika mfululizo wa machapisho ya hasira kwenye mtandao wake wa Truth Social Jumapili. Aliliita gazeti hilo kwamba ni gazeti ambalo
ni la rushwa na lililoshindwa, na kudai kuwa kampeni ya Marekani na Israel imelemaza uwezo wa kijeshi wa Iran, imeondoa uongozi wake mara mbili na kuharibu uchumi wake. Hata hivyo, amezungumzia kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz ambao anasema sasa mambo yamebadilika, na waoga wala rushwa na wasiokuwa na maadili wanazungumza mambo zaidi yasiokuwa na ukweli. Rais huyo alifuatia chapisho lingine la kushitumu gazeti hilo kwa kuripoti kwa njia ya ukweli usiokuwa wa haki na kuunda ukweli ambao hauna vyanzo vya uhakika, na kwamba huo uliofanywa na gazeti hilo ni uhaini. Rais huyo wa Marekani alisema, gazeti hilo limekuwa likiongeza taarifa zao zote za uongo na kejeli kwenye kesi yetu ya mabilioni ya dola dhidi yao. Ni wahalifu, Trump alisema. Matamshi ya Trump yanarejelea kesi inayoendelea ya dola bilioni 15 ya kashfa aliyolifungulia gazeti la New York Times mwaka 2015. Kesi hiyo inalishutumu gazeti hilo, waandishi wake wanne na mchapishaji Penguin alikanusha taarifa ya Trump kuhusu biashara yake na kupotosha taarifa ya Trump kuhusu biashara yake na familia yake, kuharibu kampeni yake ya urais mwaka 2024. Trump alidai kuwa gazeti hilo limekuwa msemaji kamili wa chama cha demokrasia, na amesema kesi hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi za kurejesha uadilifu kwa uandishi wa habari. Gazeti la New York Times lilikataa madai hayo likisema kesi hiyo haina mashiko na ilifikia jaribio la kukandamiza uandishi wa habari huru. Gazeti hilo lilisema litaendelea kuripoti bila woga wala upendeleo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.